encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye Omwana Webegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu ndani ya AGR FM. Mpenzi mtazamaji, ninaomba msamaha kwa sababu muda wetu sio huu, muda wa magazetini si huu. Tumeweza kuchelewa kidogo na ningeweza tuweze kuangazia yale ambayo yamechapishwa katika magazeti yetu. Kumbuka kwamba nina gazeti la Taifa Leo na mwenzangu Masi Ontira ana gazeti la The Standard na Masi ana gazeti Masi. Nikidhani gazeti lako ni Taifa Leo. Gazeti langu leo ni Taifa Leo. Hivyo mpenzi mtazamaji, unaweza enda pale upande wa YouTube, like, subscribe na waache comment yako pale ili tuweze kuangazia yale ambayo yamechapishwa. La kwangu ni Videl Muchoge. Na mimi ni Masi Ontita kama kawaida kutoka mpango wa Anza na Bwana. Leo magazetini leo nimeshikilia nafasi yake Omwanonka Edwin Mokaya. Najua Masi, kuna wale wasichana. Kuna siku nimekuwa na mwanamke hapa ama mwanamke fulani, tulikuwa tunazungumzia maslahi ya wale wasichana na wale wanaume ambao wanafanya kazi mle nje, wanasema kama diaspora pale Saudi Arabia, Qatar, Dubai, United Arab Emirates, western countries. Tulikuwa tunazungumzia wale wanawake ama na wale wanaume ambao wanafanya kazi pale. Kazi nyingi ambazo zipo pale ni zile kazi za nyumba. Ndio wasichana wetu, ndugu zetu ambao wanaenda kufanya kazi pale, wanafanyanga zile kazi za nyumba. Kuna juu kama umeisikia jina Kemboi kitajwa mahali. Kemboi. Yeah. Ni jina la mtu. Si jina la mtu. Kitajwa lakini najua kwamba ni jina la mtu. Hilo si jina la mtu. Kemboi ni kwa mfano, kuna yule msichana, atanitumia jina, atanitumia msichana, kuna yule msichana ambaye ameenda kufanya kazi pale kwa nyumba ya mtu pale Saudi Arabia. Ukienda kufanya kazi pale siku 2 3 hivi ama miezi 3 4 miezi 6 unatoka pale. Sasa umetoka kwa bosi wako, umeenda kutafutia kazi kivyako, kuchikaisha kivyako. Wewe ni Kemboi. Hayo ni sasa hayo yameleta shida kwa sababu kuna wale ambao walikuwa, unajua ukienda kufanya kazi pale, yule bosi wako ulienda kufanya kazi naye pale, ukishatoka kwa ile familia, sasa wewe kuna mwenye ukipata shida hakuna mwenye atakushughulikia. Uko kivyako. Kwa hivyo umekuwa na ukiwa pale kivyako, maisha yako imo hatarini kwa sababu hata ukipata accident, hata ukiporwa, ukibiwa pale, nobody cares. Sasa hao wasichana na hao wanaume niliona tangu jana wamekuwa wakizungumziwa pale katika mtandao ya kijamii, wakisema kwamba wanapitia mengi. Walikuwa wakikusanywa, kupatikana pale nje, unakusanywa, unashikwa, unapelekwa pale kotini ama unapelekwa jela. Sijui Masi, ukiwa pale alafu upelekwe jela, hujui kokote, hujui chochote. Unajua ndiposa unapata akina dada wetu ambao wako zile sehemu, huwa wanapitia madhira mengi, wanapitia shida kadhaa, na hasa unapata kwamba wameenda kwa njia halali. Lakini akisema mimi nirudishe nyumbani, unapata kwamba labda serikali inarudi nyuma kidogo. Lakini najua kuna mkataba, kuna contract una sign. Kindly, kama umesign contract ya 2 years, why can't you go there, humble yourself, be good, fanya kile ambacho unaambiwa for that 2 years, kuja nyumbani, shida inakuanga nini? Unajua kuna ile inaitwa revoke contract. Umesign contract ni vizuri, lakini boss wako anasema hapana. Wewe kama unajua, kuna zile tetesi kwamba kuna wale wanafika pale labda wanaficha passport zao, wanazichoma. Kwa hivyo unapata amemaliza contract ndio, lakini atarudi vipi?
Penzi mtazamaji, ilikuwa tu by the way, kuna yale ambayo tunaangazia katika gazeti hili nikiwa na gazeti la The Standard. Kuna yale ambayo ningependa kuangazia. Kumbuka kwamba kuna majaji 7 ambao wametengwa pale kwenda kuzungumzia ile kesi ambayo ni ya ile yenye ilikuwa appealed ambayo ni ya BBI. Sasa hatujui ni mkondo upi ambao BBI itafuata. Hayo tutaenda kuangazia katika gazeti hili. Kuna mwanamke mmoja ambaye ameua mpenzi wake, na pia kuna mwingine pia naye ameua mpenzi wake, wameuana pale. Tutaangazia hayo katika gazeti hili. Kuna mengi ambayo ningependa tuangazie. IMF ni shirika la fedha duniani limeweza kuhimiza ama kuulizia nchi ya Kenya iweze kutaja bayana majina ya wale mabilionaires ambao waliweza kutumia fedha vibaya za COVID-19. Unajua walisema kwamba kuna COVID-19 billionaires. Ya billionaire na millionaires. Sasa waliweza kuambia kwamba waweze kutaja bayana kwamba kumbuka kwamba rais alikuwa amesema kwamba siku 23 zikipita atakuwa ametaja wale ambao walikuwa wametumia fedha hizo vibaya. Sasa waweke wazi. Sasa IMF lile shirika la fedha duniani limeweza kuambia nchi ya Kenya kwamba iweze kuyaweka wazi wale ambao waliweza kutumia fedha hizo vibaya. Hizo ni baadhi ya habari ambazo tutaenda kuzungumzia katika gazeti hili la The Standard. Kumbuka kwamba kuna yule askari Chauvin yule ambaye aliweza kumuua George Floyd pale United States of America, aliweza kuhukumiwa miaka 22.5 gerezani. Hayo tutaenda kuiangazia katika gazeti hili la The Standard. Na hapa kwenye ukurasa wangu wa kwanza wa gazeti la Taifa Leo, kuna wanasema kwamba domodomo nje, mabubu ndani. Nazungumzia wale wabunge, maseneta ambao hapa nje wanazungumza sana, lakini ukifika kule bungeni wanafiata ndimi. Alafu pia huo utakuwa ni ukurasa wangapi? Ukurasa wa pili. Raila Ruto wamnyemelea Karua, wanauliza kwamba ataingia kwa box. Kwamba wanataka kufanya muungano. Tutaizungumzia hayo. 6 wazuiliwa kwa kupeperusha bendera ya Somalia kule Mombasa, na wale walitiwa gerezani. Tutazungumzia hayo bado. Na vile vile kwenye ukurasa wa 11 hadi 14 kuna gonjwa la pneumonia ambalo wanasema kwamba linawasumbua watoto sana. Ni baadhi tu ya yale ambayo tutayangazia katika gazeti la Taifa Leo. Katika gazeti ama ukurasa wa pili katika gazeti hili la The Standard, wanasema kwamba kuna yule askari ambaye aliweza kumuua George Floyd, anao kama Derek Chauvin, aliweza kuhukumiwa miaka 22.5 katika gereza. Kumbuka kwamba kuna yule ambaye alikuwa amekata rufaa hiyo, anaitwa kama Black American, anaitwa kama kuna jaji mmoja ambaye aliweza kumhukumia hiyo miaka yote. Aliweza kusema kwamba alikuwa na mashtaka matatu. Alikuwa na mashtaka ya mauaji na mashtaka mengine yaliyomfanya akaweza kuhukumiwa miaka hiyo yote katika gereza. Ukurasa wa 3, kuna polisi wanaendelea kumsuilia kijana mmoja ama mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 19 ambaye aliweza kumuua boyfriend wake ama mpenzi wake katika kijiji cha Mwea, West County ya Kirinyaga. Papo hapo kuna polisi pia wanaendelea kumsuilia mwanamume mwingine mwenye umri wa miaka 30 ambaye aliweza kumuua pia mpenzi wake mwenye umri wa miaka 28 katika kaunti hiyo ya Kirinyaga, katika kijiji cha Kariokoi, eneo hilo la katika kaunti hiyo ya Kirinyaga. Hivyo watu wawili waliweza kuuana jana kufuatia na mambo ya mapenzi. Sijui mapenzi siku hizi imekuwa shida. Sijui ni shida zimekuwa mingi ama vipi, lakini yote 9-10 watu wanafaa kutafuta ushauri. Na unajua ni mambo na boyfriend girlfriend. Sijui sasa yani unafikaje mpaka unamuua boyfriend? Kwa sababu unajua boyfriend huyo bado si labda si lazima awe na wewe peke yako. Unajua huwezi jua kilichokuwa kinaendelea katika huo uhusiano, na huwezi jua the state of mind ya yule ambaye alifanya kile kitendo. Katika ukurasa huu wa 3 pia wanasema kwamba Nyeri Polytechnic kimekuwa ikizungumziwa sana, ni kama inafanya vema. Wamesema kwamba itakuwa inavidiwa ama itapokea shilingi milioni 170 ili kuweza kuendelea na shughuli zake
kufanya shughuli nyingi katika shule hiyo ya Nyeri Polytechnic. Hayo tu ndio alikuwa ameangaziwa katika ukurasa huu wa 2 na 3. Na katika ukurasa wangu wa 2 wa gazeti la Taifa Leo, kuna pale wanasema tu wale wabunge, wale wanasiasa ambao hapa nje wakiwa kwenye mikutano ya kisiasa ni kuongea sana. Unaona wengine hata hupigana. Uliona kule Kiamokama. Lakini wakifika kule bungeni wamefiata midomo, hawaongei. Naona kwamba pale wamemtaja kinara wa chama cha KANU, Gideon Moi. Nakumbuka kwamba Gideon Moi ni kati ya wale ambao wanamezea sana kiti cha rais mwaka ujao. Sasa sijui kwa nini tuwapigie kura watu hapa nje. Wametuconvince na wasungumzi pale. Wamezungumza hapa nje, lakini pale ndani naambia kweli wananchi wa hapa Kisii tunahitaji kiwanda cha avocado ama cha miwa. Wakifika pale wazungumzi, na huku nje wanaongeanga. Wakija katika misafara wanasema kwamba tunahitaji, lakini wakifika pale. Naam. Kwa hivyo ukifika kwenye ukurasa wa 2 wa Taifa Leo utapata yale majina mengi zaidi ambayo ya watu ambao huku nje domodomo, kule ndani kimya. Pia kuna wale washukiwa 6 kutoka kule Mombasa ambao walipitiwa mbaroni baada ya kupeperusha bendera ya Somalia kule Mombasa, na kulingana na kitengo cha kufanya uchunguzi DCI wataendelea kuzuiliwa kwa siku 15 zaidi ili wangoje ndipo wafikishwe kortini. Vile vile naona upande mwingine wanasema majaji 7 wataanza kusikiza kesi ya BBI hii leo. Kumbuka kwamba hiyo kesi ni rufaa iliyopelekwa pale kwenye mahakama ya rufaa na watu kadhaa, kiwemo Raila Odinga, kiwemo rais, IBC na yule Attorney General. Kwa hivyo leo kesi ya BBI itaanza kusikizwa, kwa hivyo tunangoja tuone itaelekea vipi. Na nikienda upande mwingine ukurasa wa 3 wanasema vigogo wapigania Karua kuunda muungano naye. Kumbuka kwamba Karua ni kiongozi wa chama cha NAK Kenya. Na ni kiongozi ambaye ameonyesha kwamba ana mambo, ana maono, anazungumza vizuri. Na kiongozi huyo sasa anashikilia wadhifa upi ama kwa sasa sidhani ana wadhifa, lakini kuna wale ambao wanampigania, wanasema kwamba ako na maono mazuri. Kwa hivyo labda NASA wanasema tutamchukua. Kwa hivyo ni kusubiri tu, tutaona ni ataenda vipi, ataelekea vipi, atajisimamia. Yote hayo ni kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti la Taifa Leo. Mwisho kwenye ukurasa wa gazeti, by the way, umewahi tumiwa pesa na mtu ambaye humjui alafu ukamrudishia immediately? Haya, hapo anasema mtu mmoja ametupwa kwenye jela baada ya kukataa kurudisha pesa alizotumiwa. Siku hizi unajua teknolojia imekuwa lazima urudishe, kwa sababu bado usiporudisha sitakuletea tu shida bure. Mtu akitumia fedha pale by mistake, rudisha tu. Rudishia, ujui alikuwa anafanyia nini ile fedha, ujui alikuwa anafanyia shughuli ipi, inakuwa fema wakati unamrudishia. Naam. Haya yote hayo utayapata kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti la Taifa Leo. Nikiangazia ukurasa wa 4 na 5 katika gazeti la The Standard, wanasema kwamba lile shirika la pesa duniani, la fedha duniani IMF, limeweza kuihimiza ama kuuliza nchi ya Kenya iweze kutaja uwazi wale ambao walikuwa wametumia ama wamechukua ama wamekula fedha ambazo zilikuwa zimetengewa COVID-19 ili ziweze kuzungumziwa. Wanasema kwamba kuna zile fedha mingi, ni mamilioni ya pesa ambazo zilikuwa zimetumwa nchini, zimekuwa zimepewa nchini ili ziweze kushughulika ama kushughulikia msambao na wale ambao ni wagonjwa wa COVID-19. Sijui kama inaweza kuwa, sijui kama itakuaje, lakini wameweza kuuliza kwamba waweze kuzingatia hayo. Huo ni ukurasa wa 4 wa gazeti la The Standard. Kwa ukurasa wa 5 wanasema kwamba kuna zile county ambazo
temperature imekuwa, wengine wamekuwa kilama kwamba kuna baridi pale Nairobi, kuna wengine wamekuwa wakisema kwamba Nairobi iko vema. Sasa kuna nasema kwamba county ya Nairobi, Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, Meru, Embu, Tharaka Nithi, Marsabit, Kajiado, Machakos, Kitui, Makueni. Hizo ni baadhi za county ambazo zimekuwa zikishuhudia baridi ambayo ilikuwa ya juu kidogo. Kuna zile county ambazo zimekuwa na at least hakuna baridi sana na hakuna joto sana: Turkana, Samburu, West Pokot, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Marakwet, Kakamega, Nandi, Vihiga, Bungoma, Kisii, Busia, Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori. Na kuna zile ambazo zimekuwa na joto ya hali ya juu, ni Lamu, Tana River, Kilifi, Mombasa, Kwale, Mandera, Wajir na Isiolo, Garissa. Hizo ni baadhi za county ambazo zilikuwa zimeshuhudia baridi, joto na joto ya juu zaidi. Ukurasa wa 6. Kuna wale ambao ni majaji 7 ambao wametarajiwa kuanza kuanza kupigania ripoti ya maridhiano ya BBI. Unajua kuna viongozi wamekuwa wakisema kwamba kama Francis Atwoli alisema kwamba lazima watenge muda ili waweze kufanya referenda before general election 2022. Na wengine ukasikia wanasema kwamba iwapo hakuna referenda, kura ya maoni ama ya maamuzi, tutapeleka uchaguzi mbele. Ni alikuwa anasema hivyo. Na unajua jana kinana wa chama cha ODM Raila Odinga na naibu rais William Samoei Ruto walikuwa wanasema kwamba wanamuhimiza ama wanamuulizia rais kwamba ensure uchaguzi ujao hawezi kusongeshwa mbele, uwe pale. Sasa sijui itakuaje. Sasa wale majaji 7 ambao waliteuliwa kusikiza kesi ya BBI, natumai kwamba watafuata sheria. Kuna wale ambao kuna Daniel Musinga, kuna Kairu Getembu, kuna Losrin Nambuye, kuna Fatuma Shichale, kuna Hana Okwengu, kuna Francis Tuiyot na kuna Patrick Kiage. Hao ni baadhi ya wale ambao wengine watakuwa wanawakilisha rais, wengine kina wa chama cha ODM Raila Odinga, wengine BBI, wengine IBC. Kwa mfano wale ambao watakuwa wanawakilisha IBC na Attorney General ni ikiwemo former Attorney General Githu Muigai, Eric Gumba. Hao ni baadhi ya wale wawili ambao watakuwa wanawakilisha IBC. Na kuna wale ambao watakuwa wanawakilisha rais ni Gatonye Waweru, kuna Mohamed Nyaoga, kuna Destorio Oyasi, kuna Tom Masharia. Hao ndio watakuwa wanamwakilisha rais Raila Odinga. Atakuwa anawakilishwa na Siaya Senator James Orengo, Paul Mwangi, Rarienda MP Tende Amoro, na Ben Sihanya, Jackson Awele na Arnold Oginga. Hao ni wale ambao watakuwa wanamwakilisha Raila Odinga na BBI Secretariat. Lakini kuna wale ambao pia watakuwa wanawakilisha Attorney General, nikiwemo George Oraro, Solicitor General Kennedy Ogeto, Paul Nyamonde, Kamau Kagorori. Kuna wale hasa ambao wako against, wale ambao wanapinga ripoti ya BBI. Wako hapa ni wengi. Kuna watakuwa wanawakilishwa na yule ambaye ni Daktari John Ahaminwa for the Human Rights, kuna Law of Society Kenya Nelson Hafi, kuna Elias Mutuma for the Third Way Alliance. Kumbuka kwamba Third Way Alliance wako na ile beef kwa sababu wao walikuwa wameleta punguza mizigo. Sasa lazima wangekuwa against. Unajua wangekuwa kinyume. Walileta ile punguza mizigo ikatupiliwa mbali. Kuna Dudley Ochiei, kuna Murara Omoke, kuna Michael Karancha, kuna Mthoni Thiankoru na kuna Charles Kanjama. Hao ni baadhi ya wale ambao wapo against. Huo ni ukurasa wa 6 na 7 katika gazeti la Taifa. Leo sijui tuwaombe tu. Tuombe Kenya. Kwenye ukurasa wangu wa 4 wa Taifa Leo, naona kwamba ni habari za kaunti zimejaa pale, ikiwemo kwamba kaunti ya Lamu itapokea meli 3 kutoka Urusi ili ifanye kazi katika ile bandari ya Lamu ambayo ilianzishwa hivi majuzi na Rais Uhuru Kenyatta. Vile vile kule Nairobi, shirika la misitu limekataa kuipa tume ya ardhi NMS ardhi ya makaburi mapya. Nasema kwamba kwa hivyo wale ambao watafiwa pale na wanahitaji kwenda makaburini watakuwa labda wanaenda mahali ambapo ni mbali.
Vile vile kule Kiambu wakuzaji wa kahawa wanadai malipo yao. Unakumbuka by the way hii kahawa huwa na mambo mengi. Nyamaza kidogo unasikia kwa mfano kuna kahawa kule Tombe. Labda kama ni kahawa ama chai. Nasema kwamba wakulima wa majani chai tunataka pesa ziongezwe. Kwa hivyo ama wengine zinaenda kwa muda mrefu kama hazijakuja. Wengine bonus zinaleta shida. Hivyo kule Kiambu ni kama wataenda kuandamana kidogo wapate malipo yao. Kwenye ukurasa wa 5 hivi majuzi actually wacha nirejelee tu hiyo habari. Hivi majuzi kulikuwa na maneno mengi pale, kasheshe mingi kule mitandaoni. Nasema kwamba rais wa Uganda Yoweri Museveni ni mgonjwa wa mahututi na amelazwa hospitali ya Kenya hapa Nairobi. Ila hapo jana Museveni alijitokeza hadharani na ule uvumi kuhusu afya yake ukaweza kunyamazishwa. Alijitokeza pale kwenye chuo kikuu cha Makerere kwenye ukumbi mmoja ambapo kulikuwa na mkutano na akiwa na mkewe. Kwa hivyo watu wakaona kwamba ako salama salmini. Ni hayo tu kwenye ukurasa wa 5. Mogadishu kule Somalia wanasema watu 30 waliuawa katika shambulizi baya la kigaidi kwenye mji kule Somalia, na ni kati tu ya yale mambo ambayo yanaendelea kufanyika kule Somalia. Kundi la Al-Shabaab linaendelea kuwaua watu. Tunawaombea tu maaskari wetu. Kuna vijana 300 walikuwa wamejitokeza pale katika kaunti ya Mombasa, walikuwa wamejiunga na kundi hilo la Al-Shabaab. Kuna gazeti ambayo tulikuwa tumeangazia siku 2 zimepita kwamba kuna vijana takriban 300 ambao wameokolewa kutoka pale, kutoka kwa Al-Shabaab. Walikuwa unajua sababu wanakuja huko Kenya wanajuja, vijana wanaenda kuwafunza pale ili waweze kuja kufanya malipuzi huko Kenya. Sasa waliweza kuwaokoa polisi, aliweza kuwaokoa wale ambao walikuwa wamejujwa na kupata mafunzo pale nchini Somalia. Kwa ukurasa wa 6 ni jaribio la KCPE mwaka 2021. Hayo utayangalia mwenyewe iwapo kuna mwanafunzi mtoto pale ambaye anaingia kidato darasa la 8. Labda utanunua gazeti la Taifa Leo ili uangalie yale maswali ambayo yako pale ya sayansi. Ukurasa wa 7 anasema wanasiasa wako kwa lawama kwa kuwapa ama vijana mihadarati kule Mombasa ambao ni neno ama ni swala ambalo limeandikwa na wale wahariri pale Taifa Leo. Wanasema kwamba kuna baadhi ya wanasiasa kutoka kule pwani ambao wana nia ya kuwatumia vijana kuleta vurugu katika uchaguzi ujao. Kwa hivyo wameanza kuwapea mihadarati. Hayo yote utayasoma katika ukurasa wa 7 Taifa Leo. Na idara ya polisi imekosoa raia kwa kuchunguza ulanguzi ama walanguzi, kwa kuficha walanguzi. Ni taarifa ambayo inaambatana na wale watu wale wanasiasa pale pwani ambao wanasemekana kwamba wanawapa vijana mihadarati yani drugs. Wanasema kwamba wengine wanajuta kwa sababu wamezama ndani ya uraibu wa dawa za kulevya ama mihadarati. Yote hayo ni makala maalum kwenye ukurasa wa 7 gazeti la Taifa Leo. Katika ukurasa huu wa 8 gazeti la Taifa Leo ani la The Standard na ukurasa wa 9 wanasema kwamba ZJ ambaye ni Martha Koome anaulizia kwamba iwepo koti siwe zinafunguliwa hadi saa 3 usiku ndipo waweza kupunguza kesi ambazo simo pale zimerundikwa pale. Mbona zisifunguliwe mapema? Kesi sinazanga saa 2 asubuhi. Mbona isifunguliwe saa 12? Hapa. Alafu ifungwe saa 12. Saa 12 utakuwa umejiandaa hata kuamka kwenda kotini kweli. Najua asubuhi na jioni, at least jioni kuna kwa sababu umo pale. Najua asubuhi lazima. Kwa nini nasema hivyo? Looking at the fact that kuna curfew mahala pengine. Koti hakuna kuna curfew. Kwa hivyo ni rahisi kuamka asubuhi na utoke kazi kabla ya saa 1 kwa hizo kaunti 13 za Nyanza. Unajua asubuhi ushaamka pale. Yaani asubuhi unajua labda
kuna lazima ujitayarishe, upate kiamsha kinywa, ujiandae, uvae, muda at least si mzuri. Lakini jioni ushakaa, ushazoea. Sasa hata ukizidisha hadi saa 3 hamna shida. Sasa naona huko CJ Martha Koome anasema kwamba ni kama wanaendelea kuzungumza ili kuona kama kesi hizo ama kufungua kwa koti staenda hadi saa 3 jioni. Hiyo ni katika ukurasa wa 8. Naibu Rais William Samoei Ruto alikuwa na mazungumzo ya fashion ambaye alikuwa anazungumzia wale watu ambao wanafanya kazi nje ya nchi. Wale ambao wamo diaspora wa Kenya ambao wanafanya kazi nchi tofauti. Alikuwa anawaambia kwamba wainvest humu mjini na waweze kujenga manyumba ambayo ni yale ambayo wanasema kwamba affordable. Ya Wakenya wanaweza afford, waweze kuinvest kwa kilimo na waweze kufanya maendeleo humu mjini. Waache kuinvest pale ambapo walipo. Ni vizuri. Unajua wale ambao wanazungumza hapo ni wale wanasema tunaita the haves. Ashakumsima tusi. Wako navyo. Wamefanya investment hapa Kenya kwanza. Kwa sababu wao wenyewe wanavyo, labda wakishafanya investment, let them be the role models. Na hayo ni maoni tu ya kwangu msikilizaji. Kama Jeremiah Orina Ontiri wanasikia waweze kuinvest mjini. Katika ukurasa huu wa 8 wanasema kwamba kuna, najua amekuwa akisema kwamba majaji ama wale commissioner wa IBC bado hawajatosha kuendesha uchaguzi ujao. So wamesema kwamba kuanzia huu mwezi, next month, mwezi ambao ujao, wataanza kufanya interviews. Mahojiano ya moja kwa moja ambayo yatadumu hadi tarehe 22 mwezi wa Julai. Hivyo kama unamezea mate kiti cha commissioner katika IBC, una apply pale, unafanywa interview. Ni ukurasa wa 8 na 9. Ukurasa wa 10 wanamzungumzia naibu rais na yule ambaye alikuwa aspirant wa People's Empowerment Body pale Kiambaa, ambaye aliweza kuchitoza pale na kumpa nafasi mgombea ambaye ni wa United Democratic Alliance. Ukiangazia katika county mbalimbali wanasema kwamba kuna bawabu moja ambaye aliweza kushikwa pale Nyanza kwa wizi wa shilingi 97,600 ambaye sasa anaendelea kusuiliwa katika kituo cha polisi pale Makongeni ama Makongoni Primary School. Anazidi kuzuiliwa katika kaunti ya Homa Bay, na katika kaunti ya wanasema kwamba bodaboda moja katika pale Coast pia anaendelea kuzuiliwa baada ya kusemekana kwamba aliweza kumuua mtu mmoja pale Kakamega. Wanasema kwamba kuna taarifa two killed in Taita Taveta. Kuna wawili ambao wameuawa katika kaunti ya Taita Taveta. Hayo tu ndio yameangazwa katika ukurasa huu wa 10. Sijui utangazia hapo. Ukurasa wa 8 gazeti la Taifa Leo kuna barua ya mhariri. Anasema kwamba viongozi wasijadili kesi ya BBI ikiwa kwamba siku ya leo wale majaji 7 wa mahakama ya rufaa wanaanza kusikiza kesi inayohusiana na BBI. Kwa hivyo, na by the way nakumbuka kwamba kati ya yale maagizo ambayo wanasiasa walipewa ni kutozungumza kuhusu BBI mahala popote. Ni wakati hiyo kesi inaendelea kwa siku 4 nadhani hadi tarehe 2. Vile vile kuna barua moja pale anasema wale ambao wanapinga siasa za Ruto wabuni sera mpya za kufanya nini, kutafuta urais mwaka ujao. Na hayo yanakuja tu baada ya gavana wa Kitui Charity Ngilu kusema kwamba watu wote wanafaa kuungana ili wamzuie naibu rais kutokuwa rais. Sijui. Sasa mpaka nashangaa naibu rais how powerful is he? Lazima waungane ndio wamzuie. Lakini yule naibu rais najua yeye amekuwa katika serikalini. Najua ukiwa haupo serikalini, kuingia serikalini, kuingia ikulu inakuanga ni shida pale. Ndugu ya Raila amekuwa akisema kwamba sasa hizi Raila ana kile ambacho alikuwa anahitaji. Najua amekuwa akiombea urais 1997 tu hizo zote.
amesema kwamba kwa sasa ana yale ambayo amekuwa akihitaji, yani uungwaji mkono kutoka kwa serikali. Sijui mbona tena waungane ndiposa waweze kumdefeat naibu rais. Mimi nashangaa, lakini yote 9:10 pata gazeti lako la Taifa Leo uweze kujisomea barua ya mhariri. Kwenye ukurasa wa 9 kuna dondoo, na ningependa tu nikuulize swali moja. Nimechagua tu kadondoo kamoja, nayo ni majirani mahali ambapo mtu mmoja anaishi wamemfanya mwanadada mmoja kula kiapo cha kutozungumza maneno yao na wengine. Sijakuelewa bado. Pale mahali ambapo naishi kuna watu wengi wanakaa pale. Unapata kuna mmoja anapenda kusengenya wengine. Anatoa maneno kwa plot anapeleka kule kwingine. Sasa kuna mahali kule Masinga Machakos, wale wapangaji kwenye ile plot wameamua kumchukua yule mwanadada mwanaume mwenye kelele sasa. Mwenye anasengenya watu. Amemwambia akule kiapo kwamba asiwai. Kwa hivyo huko ndio unayapata kule kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti la Taifa Leo. Kuna mengine sana, mengi sana. Unajua dondoo huwa ni dondoo, iko na mambo ya kwake. Lakini unajua hilo ama hilo dondoo ama hiyo dondoo inakuanga na usemi fulani. Najua inafunza watu to mind their own business. Unajua kuna watu ambao hawawezi kamwe kushughulika na mambo ya kwao. Naam. Kuna mtu ambaye kama hajazungumzia masi anaona ni kama sasa hawezi kaa. Inakuwa hivyo. Ndiposa by the way huyu mwanamke ama mwanadada nasema kwamba walimtishia kumpa kichapo. Watu wa learn to mind their own business. Watu waheshimu wenzao mahali popote wanaishi. Washughulike na mambo ya kwao. Kama mambo haikuhusu. Lakini kwa wanawake ashakomsema tafadhali wanawake tu lazima tuongee maneno mengi. Kwa hivyo labda si kupenda kwetu. Haya kwenye ukurasa wa 10 ni barua inasema serikali za kaunti zinafaa kuhusishwa katika kujiagizia chanjo ya COVID-19 ili kudhibiti virusi. Nakumbuka kwamba nadhani wiki 1-2 zilizopita magavana wa eneo la Lake Region walikuwa wameungana wakasema kwamba sisi tunataka serikali itupe ruhusa ya kujinunulia chanjo kutoka mataifa mengine. Wana pesa. Walikuwa wanasema tu wanataka wapewe nafasi ya kujiagizia chanjo kutoka kwa KEMRI, kutoka, si kwamba serikali inunue chanjo alafu ianze kudistribute. Sasa hayo maneno ya pesa mimi sijui, lakini ndiposa naona barua inasema kwamba serikali za kaunti zinafaa kuhusishwa wakati wa kuagiza chanjo za COVID-19 ili tudhibiti maradhi ya virusi vya corona. Na kuna jumbe fupi hapa naona kwenye ukurasa huu wa 10 nisome tu moja na ni maoni. Naibu Rais William Ruto anasema nini? Wacha nizungumze. Ni maoni kuhusu hili jambo. William Ruto anasema kwamba amepuuzilia mbali wito wa kuahirisha uchaguzi ujao. Maoni ya Wakenya, nikisoma maoni ya Erastus Wachira, BBI ni mradi wa kisiasa wa Rais Kenyatta na Raila Odinga. Wanapobuni mpango wa kuendeleza, tunawaomba kutoivuruga katiba kwa kuahirisha uchaguzi. Ni baadhi tu ya maoni ambayo yametolewa na Wakenya baada ya naibu rais kusema kwamba uchaguzi usiahirishwe kwa sababu ya BBI. Ni maneno ambayo yamekuwa yakitawala mitandao ya kijamii sana katika ile mikutano ambayo wamekuwa wakifanya. Katika ukurasa wa 12 kuna yule ambaye alikuwa NAT secretariat kama Wilson Sossion, kumbe kwamba aliweza kujiuzuru pale na akasema kwamba yeye ataingia siasani. Kuna yule ambaye aliweza kutua kiti hicho bila kupingwa na yeyote, Collins Oyo. Anasema kwamba wanaendeleza mazungumzo baina ya NAT Secretary General ambaye ni Collins Oyu ni mgeni, Kelo Misorio ni Kuppet Secretary General, na kuna yule Nancy Mashari ambaye ni TSC Chief Executive Officer. Anasema kwamba wanaendelea na mazungumzo ili kuona kwamba mishahara ya walimu itazidi kuongezwa ama itaongezwa hivi karibuni kulingana na CBA. Katika ukurasa huu wa 12 anasema kwamba madiwani kutoka kaunti ya Nyamira waliweza kualter ama kuchange ama kubadilisha bajeti ya kaunti hiyo, kwa kusema kwamba
shirika lile la walimu la kuajiri walimu, Teacher Service Commission, itaenda kuajiri walimu wapya 10,000 nchini Kenya, na wengine wawe promoted ama wasongeze, wapewe nyadhifa mbalimbali katika uongozi huo wa TSC. Katika ukurasa huu kuna diwani mmoja ambaye ameenda pale kotini ili kuweza kuoppose ama kupinga lile hitaji kwamba yule ambaye atakuwa anawania kuanzia udiwani hadi upresident awe na degree. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 13. Nikiangazia ukurasa wa 14, 15 sioni taarifa. Ukurasa wa 16 pia sioni taarifa. Ukurasa wa 17 sioni taarifa. Nije ukurasa wa mwisho ambao kama kawaida ni maoni. Pale ambapo wanasema kwamba should election be delayed until BBI is passed, yani lazima uchaguzi ujao wa mwaka wa 2022, kumbuka kwamba kila uchaguzi unafanyika tarehe 9 mwezi wa 8 baada ya miaka 5. Hivyo uchaguzi ambao ujao utafanyika mwaka wa 2022 mwezi Agosti tarehe 9, ambayo itakuwa nikidhania itakuwa Tuesday. Wanasema kwamba uchaguzi huo uahirishwe mpaka wafanye referenda au wafanyeje. Kuna wale ambao wanasema kwamba yes, waahirishe uchaguzi huo, wafanye referenda kwa sababu referenda inasaidia na ina mambo mazuri kwa Wakenya. Kuna wale ambao wanasema kwamba there more pressing problem than BBI. Wanasema kwamba kuna mashida, kuna machanga mengi nchini Kenya ambayo yanafaa kupewa kipaumbele, shughulikiwe kwanza ndipo za BBI je baadaye. Sasa hayo tu ndio maoni ya Wakenya ambayo yanazungumziwa katika ukurasa huu wa 19. Nama ukurasa wa 11, 12, 13 hadi 14 kwenye gazeti la Taifa Leo anaangazia ugonjwa wa pneumonia ambao wanasema kwamba unaendelea kuwaua watoto wadogo wenye chini ya miaka 5, na kulingana na shirika la kimoja wa kimataifa kuhusu watoto UNICEF, anasema tangu mwaka 2018 zaidi ya watoto 9,000 wamekufa nchini kutokana na ugonjwa wa pneumonia. Na kwa jambo hilo ningependa ujinunulie gazeti lako la Taifa Leo ili uweze kusoma zaidi yaliyoangaziwa kuhusu ugonjwa wa pneumonia. Na kumbuka vile vile wale watoto ama wale wazazi ambao wako na watoto chini ya miaka 5, kuna kampeni inaendelea ya measles ama ukambi. Kwa hivyo hakikisha kwamba umechukua mtoto wako akapewa ile chanjo ya ugonjwa wa ukambi. Umewahi jiuliza kwa nini utafanya nini uongeze mafuta kilo kwa mwili? Sijui. Hujawahi jiuliza? Sijai. Utaki kuongeza? Sitaki. Haya basi, kuna wanadada sitaki. Kuna wanadada sitamani huwa wanajiuliza nitaongezaje mafuta kwa mwili? Ukiingia kwenye ukurasa wa 14 pale utapata habari pale jinsi ambavyo utaongeza mafuta kwa mwili wako. Ni yale ambayo ni ushauri wa Dr. Aflo pale, na mambo ni mengi yameangaziwa pale, kati yao kansa ya ngozi na pia onyo dhidi ya kuoga maji moto. Mimi situmii maji moto. Nipo sawa pale. Haya. Kwe kumenyesha, kwe kuna baridi, kwe kuna chochote kile. Maji ni baridi. Basi wewe damu yako iko sawa. Iko sawa. Haya, ukurasa wa 15 nimalizie, naona tu ni michezo imeangaziwa pale, na wanasema kwamba Shujaa wametiwa kwenye kundi moto sana Olimpiki. Wametiwa katika mataifa moja na taifa la Afrika Kusini, Ireland, yale mataifa ambayo wanajua sana kucheza raga. Kwa hivyo wanasema kwamba itakuwa ni maneno magumu sana wakati Kenya itaelekea kule Olimpiki kwenye michezo ya raga, wachezaji 7 kila upande. Naona tu ni hayo ambayo yameangaziwa kwenye gazeti la Taifa Leo, ila ni mengi zaidi ambayo hatujayazungumzia ama hatujayaona na kukuambia, ila ningependa ukipata gazeti lako, nakala yako ya Taifa Leo, utaweza kusoma zaidi na vile vile kujijuza yale ambayo yameangaziwa kwenye gazeti hili.
Kumbuka mpenzi mtazamaji, tutakuwa katika mpango mzima wa seria Obotaka, na kuna story yangu ambayo leo nilikuwa nimetumiwa hapo jana nikiwa nikizungumzia, nilikuwa nayo jana. Sijui maboss, najua kuna wimbo ambao umeimbwa na Sunguzi, wanasema kama boss wanasumbuanga wale madada wetu ambao wanafanya kazi pale. Na imejulikana kwamba kuna sasa hata mama bosses ambao wanasumbua vijana ambao wanatafuta kazi. Vipi? Najua kama kuna story ambayo nilitumiwa jana, inafaa kuangazia hivi leo. Kuna kijana mmoja ambaye amekuwa akitafuta kazi kwa muda wa miaka 4. Ni graduate, amekuwa akitafuta kazi kwa miaka 4. Sasa hivi karibuni aliweza kuingia mahali kutafuta kazi na akaweza kupewa ile kazi. Bosi wake ambaye alimuitia kazi alikuwa mwanamke. Yule bosi alimwambia kwamba kama anataka hiyo kazi inalipa vizuri kwa sababu ni 100,000 per month. That's a good money. Alimwambia kwamba kama anampa ile kazi lazima awe mpenzi wake kwanza. Huyu kijana amekuwa akitafuta kazi miaka 4. Arudi nyumbani. Amepata kazi pale. Arudi nyumbani kwanza atafute miaka 5, 6 hivi 7 ndio afanye. Kuna kazi, amepewa kazi ndio hii. Hii kazi ndio hii. Lakini sasa lazima kwanza tufanye mapenzi. Sasa anataka nini? Sasa anataka ushauri, afanyeje? Afanyeje? Unajua hata ukimpa ushauri kuna kile ambacho ameamua kutoka moyoni mwake. Hajaamua bado, hajaamua. Utasema hajaamua, lakini najua hakuna mtu huwa anakuja kuuliza aambiwe ushauri kabla hajaamua. Mimi najua kwamba iwapo yeye ni mcha Mungu hatofanya kile kitu. Iwapo yeye ni mtu anaenda kanisani na anaamini kwamba yale ni matendo maovu hatafanya. Na ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Mimi si mwanaume. Ingekuwa sasa ni wewe mwanaume amekutia kazi mahali na kupea agizo ile kwamba lazima uwe mpenzi wake. Hapana, nitawacha ni kuje kufanya biashara. Mpenzi mtazamaji, tukutane pale katika mpango mzima wa seria Obotaka. Kumbuka kwamba story yangu tunaizungumzia kuanzia mwendo wa saa 5, saa 6 pale hadi mwendo wa saa 7 katika radio hii moja ya AJRFM Al-Abagusi Global Radio. La kwangu ni Fidel Omoshoge, tukutane pale. Haya basi, pia mimi nashukuru sana, nimeshikilia nafasi yake Edwin Mukaya kidogo tu, lakini mimi nitaswitch tena niende kule kwenye meza ya Anza na Bwana. Bado una muda. Naona una dakika 20 chache tu hivi. Kwa hivyo turudi pale. Nitakuruhusu kwanza wewe nenda tu pale. Jiandae ndipo sasa tuone kutakuaje. Waenda pale, endelea kujiandaa, ambia wasikilizaji, nawaambie kwa nawangojea pale katika mpango mzima wa seria Obotaka. Sawa, kama kawaida kesho nitahakikisha kwamba Mwanauka amekuja hapa kushikilia nafasi ya kwake. Asante sana, naitwa Masi Ontita. Tupatane Anza na Bwana hadi saa 4 saa za Afrika Mashariki. Shukrani. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, usikose. Stay tuned in AJRFM Abagusi Global Radio. Kiombo usibarikiwa. Waze kwa vijana tunywe dawa, watoto pia wapewe dawa. Kuna dawa. Now introducing my story yangu. Let's know